Nisikia mara tatu. Seek ye the kingdom of God and his righteousness. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. And all these things shall be just addition. Na mambo mengine yote utaongezewa. And I saw the light coming. Na kaona nuru ikija. And God spoke to me. Na Mungu akazungumza na yeye. I will hold your hand. Nitakushika mkono. I will sustain you. Nitakustahimili. I will keep you. Nitakuhifadhi. For all your upkeep. Katika mahitaji yote. Mimi Mungu. I will provide for you. Nitakupatia. And let me tell you. Acha niwaambie. Since then. Kuanzia wakati huo. Since then. Kuanzia wakati huo. God has been providing for me. Mungu amekuwa akimlisha. I left the business. I left work. Aliwacha kazi. And from that time, kuanzia wakati huo, my life really changed. Maisha yake ikabadilika. Up to date. Mpaka leo. And you church, you are much aware. Na nyinyi kanisa mnajua. Most of you don't pay the tithe. Wengine hamlipi fungu la 10. You don't pay my house rent. Hamlipi kodi ya nyumba. You don't bring food in my house. Hamleti chakula kwa nyumba yake. Do I look like somebody who's begging? Anafanana mtu anayeomba. Do I look like somebody who is struggling with poverty? Anakaa kama mtu anang'ang'ana na umaskini. I trust upon the Lord. Namtumainia Mungu. The same Jesus Christ. Huyo Yesu. The same God that I'm testifying for you. Huyo Mungu ambaye namshuhudia. He can lift you within a twinkling of an eye. Katika He can change your life totally. Abadilisha maisha yako kabisa. How many people are believing? Watu wangapi wanaamini hiyo? I'm talking this not bragging, but I just want to bring somebody's faith. Si majivuno ile, nataka niinue imani ya mtu. Divine connection with God. Kuunganika kwa kiungo na Mungu. When you are connected with God, unapounganika na Mungu, He provide what you need. Anakupatia hitaji lako. He provide for you. Anakupa hitaji lako. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Now you see, naona after being connected with God, baada ya kunini na Mungu, by then I stayed in somebody's house 1 year without paying the rent. Wakati huo alikaa katika nyumba ya mtu mwaka mzima bila kulipa kodi. And God provided. Na Mungu alimpatia. From that time my life changed up to kuanzia wakati huo maisha yake kabadilika mpaka sasa. Even your life can be changed. Hata wewe yako inaweza badilika. How many people are believing that unapoamini ukiwa with God and walking with God, your life can change. Ukiwa na Mungu na utembea na Mungu, kila kitu kitabadilika. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu libarikiwe. And that's why, na hiyo ndio sababu I normally pray and ask God every moment and every time. Wanaomba na kumuuliza Mungu kila wakati, kila muda. God to give me the spirit of humility and the humble. Mungu ampatie roho ya unyenyekevu na utulivu. To live the people that God has given unto me. Kuinua watu ambao Mungu amempatia. Through the word. Kupitia neno. Through prayer. Kupitia maombi. Through advice. Kupitia mawaidha. And how God can prosper you. Na jinsi Mungu anaweza kufanikisha. And can lift you. Na kukuinua. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together, church? Tuko pamoja kanisa. How many people believe God can do so? Wangapi wanaamini Mungu anaweza fanya hivyo? How many people believe God can change your life? Wangapi wanaamini Mungu anaweza badilisha maisha yao? Amen. Amina. And I am the living testimony. Na yeye ni ushuhuda ulio hai. How many people are seeing that I'm the living testimony? Wangapi wanaona yeye ni ushuhuda ulio hai? By God's grace. Kwa neema Mungu. And you can do so. Na wewe unaweza fanya hivyo. So inawezekana. Is it possible? In connection. Unganika kwa kiungo. Yes. Be faithful. Kwa mwaminifu. Your blessings are coming. Baraka zako zinakuja tu. John. Be faithful. Kwa mwaminifu. Be loyal to me. Kwa mwaminifu. Serve me. Tumikie. And serve Jesus. Tumikie Yesu. You will see. Utaona. We can't too much. You just watch. Mtaona venye Mungu atainua mtu. See how God will lift him. How many people are believing so? Ngapi wanaamini hivyo? Niwapatie scripture moja ya yule kale kasichana. Wali kadhalika alikuwa kamaid tu, kakawa destiny helper kwa nyumba ya Naaman. Can you read that? Girl that was just Second Kings chapter 5 verse 1, 2, 3 and 4 quickly go. Wafalme wa pili and tumalizia hapo. Watoto waende kwa Sunday school dakika 15 warudi. Then children go to Sunday school 15 minutes to come back. Only 10 minutes watakuwa wamemaliza wakuja hapa. Dakika 10 watakuwa wamemaliza, then they come back here. Then we shall give them the chance to do. Kisha watapata nafasi ya kufanya. And God will bless them. Na Mungu atawabariki. Amen. Can you just read quickly? Someone read very fast. Second Kings 5. Can you read it quickly? Divine. Second Kings chapter number 5.
Verse number 1. Wangapi ambao wamebarikiwa tunaposoma hii scripture? How many are blessed as we read the scripture? Okay, go quickly. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Number 2. And the Syrian had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. And one went in and told his Lord, saying, Thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Amen. Quickly, more. hapa hivi tu. I'll begin from verse 3. Second Kings 5:3. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha, vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama kwako, ili tupate kuponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niwe na kuiwisha? Hata mtu huyu akipelekea mtu nimponye ukoma wake. Fahamuni basi na kusihi, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Amen. You see now, tunaona this the lady, huyu ni msichana mdogo from Israel. Anatoka Israeli. She was employed, alikuwa ameajiriwa in Naaman's house, katika nyumba ya Naaman, as maid, kama kijakazi. Naaman, he was the captain, alikuwa ni jemedari in Syria, kule Shamu. the person who is honorable, mtu ambaye ni jina kubwa, and the person that the people could really give him salutes. Mtu ambaye watu walimpea heshima kubwa. They could salute for him. Wangemheshimu zaidi. They could salute for him. Wangempigia saluti. Because he was the captain. Maana alikuwa ni jemedari. But he had a problem. Lakini alikuwa na shida. His problem, shida yake leprosy, ni ukoma. And this girl looked and said, na huyu kijakazi akamwangalia akasema, to that woman, akaongea na mke wa jemedari, I am from Israel. Mimi nimetoka Israeli. And you have employed me. Na mmeniajiri. But in Israel, lakini kule kwetu tuna mtu, the prophet of God, nabii wa Mungu, who can heal, ana uwezo wa kuponya the diseases, maradhi of your husband, ya mume wako. And later on they wrote the letter to the king. Wakaandikia mfalme wa Israeli barua. And he took all whatever they took, the man and the wife, wakachukua fedha na vipande vyote ambavyo tumesoma. And this king said, na mfalme akasema, I cannot heal, siwezi ponya. I'm not God, mimi si Mungu that who can do that, ambaye naweza fanya hivyo. But that one was not destiny helper for him. Lakini huyo hakuwa ni but the destiny helper for this Naaman, lakini msaidizi wa hatima kupitia msichana was Elisha, alikuwa ni nabii Elisha, prophet of God, nabii wa Mungu. Then the girl connected, bila msichana akaunganisha Elisha and Naaman and Elisha for destiny helper, ili amsaidie kwenye hatima. So you see, naona Elisha was the destiny helper, alikuwa msaidizi wa hatima ya Naaman. He healed his diseases. So God is giving you, Mungu anakupatia your destiny helper, mtu atakayekusaidia kwa in your problem, kwa shida yako that you are in now, ambayo uko ndani, is giving you, anakupatia. And who is that giving you? Na huyo nani anakupatia? Who is your destiny helper? Nani anakusaidia kwa hatima yako? It's our Lord Jesus Christ. As we finish in the book of
John chapter 15 verse 5 quickly. Tulimalizia Yohana 15:5. And we pray. Alafu tuombe. Hallelujah. Hallelujah. And then you see, Tunaona Jesus Yesu is ndiye our destiny help. msaidizi Is wetu, our connector. ndiye anayetuunganisha, Is the one that will command people ndiye anayeamuru watu to come for your aid. waje wakusaidie. How many people are believing so? Wangapi wanaamini hivyo? In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kila Kristo. mmoja wetu Everyone ambao of us unanisikia, that you are listening to, nataka upige roho maskini teke I want you to beat iende kabisa kutoka maishani mwenu. out of your life. Na you need to work hard because Lazima ufanye bidii kwa huwezi sababu kusema kwamba unafukuza pepo ya umasikini you are chasing a demon and you are not working, na huna na wewe bidii. unalala unafunikana blanketi. You sleep. Umaskini hutaenda, It won't go anywhere. umaskini utaenda Poverty will only when you go are working hard, unapoongeza when you are bidii, trading business unapofanya and kitu, buying things, unanunua kitu kiuza, investing your money unaweka pesa zako in the properties, katika manyumba, e.g. business and whatever. biashara na mambo mengine. You might ask me, Naweza muuliza, mimi napata 20,000 I earn 20, nalipa nyumba yote, I pay house hata za rent. zingine sitoi tithe. Sometimes I don't pay my tithe. Hata itosha, Mungu ataelewa tu. It's not enough. God will just understand. Unakula tunaisha, You eat, it's finished. Mungu anakurumia na kupatia tena. God have mercy with you Sasa- and he gives you again. Unakuwa katika circle of diversity. You'll just be revolving around. We need to break it. How many people are saying we are breaking it now in Jesus' name? Kwa jina la Yesu. Nilivunja hiyo. He broke that. Read quickly. John 15:5, the Bible says, I am the vine, you are the branches. I am the vine, Mimi ni mzabibu, you are the branches. ninyi ni matawi. Who is the vine? Nani ndiye mzabibu? Who is the vine? Nani ndiye mzabibu? Jesus Yesu is the vine, ndiye mzabibu, and you na wewe and me, na mimi we are branches sisi ni matawi that are connected in vine. inayounganika na mche. He that abideth in me, He that abideth in me, Anayekaa ndani yangu, that you are connected in God, unaunganika na and God ndani ya is connected Mungu, in you. na Mungu ndani yako. When you abide in God, Unapokaa ndani ya and Mungu, the word of God abide in you, neno la Mungu likae ndani it yako, means you are connected inamaanisha umeunganika with na Him yeye, because you are connected. maana umeunganika and I in him, And I in Him. na mimi ndani yake. the same bringeth forth much fruit. The same bringeth much forth fruits. Huyo huzaa mazao mengi. Why are you not producing fruits? Mbona hauna mazao? Because you have not discovered the secret to Maana connect yourself haujagundua with God. siri ya kujiunganisha na Mungu. You can bear spiritual fruits. Unaweza kuwa na matunda ya kiroho, Also you can bear physical fruits. vile vile unaweza kuwa na matunda ya If kawaida, only you can connect yourself kama tutajiunganisha. in God. And the Bible says anyone who does not bring forth fruits, Yeyote asiyezaa matunda he cut. You are anakatwa, disconnected anaondolewa from Jesus. kutoka kwa Yesu. Now you are alone. Sasa unakuwa peke yako. Don't disconnect yourself from Jesus. Usijitoe kwa Yesu, Be connected to Him. unganika na Yesu. Let God abide in you. Wacha Mungu akae And you abide in na God. wewe ukae ndani ya Mungu, Bring more much fruits. utazaa mazao mengi. Then you tell the Lord, Alafu mwambie Mungu, the owner of the earth, anayemiliki ya the owner of ulimwengu, the everything. anayemiliki kila kitu. Tell the Lord, Mwambie Mungu, I don't want the spirit of poverty. sitaki roho ya umaskini, I break off naivunja every circle of poverty. kila mzunguko wa I shida, refuse sickness. nakataa In Jesus' name. jina la Yesu. How many people are saying, Wangapi wanasema I want to be connected with God nataka niunganike na Mungu so that I can bear much fruit? ili nizae mazao mengi. And you cannot bear much fruit when you are lazy. Huwezi zaa matunda mengi na wewe ni You mzee. don't want to pray.
Hutaki You kuomba, don't want to read the hutaki Bible. kusoma Biblia, You don't want to come to church. kuja You kanisani, only depend on Sunday. unategemea tu Jumapili, You don't want to come weekdays prayers. kuja maombi ya katikati ya You juma, don't want to go to home churches. hauendi kwenye ushirika, And you are saying you want to bear much fruit. wanasema unataka uzee. What kind of fruit are you going to bear? Matunda gani utazaa? And you are asking God, I want to be connected with you. Sema Mungu, It nataka cannot happen, brothers. haiwezi, ndugu yangu. It is you to make a decision. Ni wewe ufanye maamuzi, It is you to make a decision. ni wewe ufanye maamuzi, It is you to say, ni wewe useme from today, kuanzia leo me and Jesus, mimi na Yesu we are a friend. ni marafiki, Me and church, mimi na kanisa we are a friend. ni marafiki. Are we together? How many people are saying, Pamoja wangapi God help me to wanasema do Mungu it? nisaidie nifanye hivyo? Who is offended in those teachings? Katika hayo mafunzo nani amekwazika mahali? Who is saying that I'm blessed with the teachings? Anasema amebarikiwa na hayo mafunzo. Remember, divine Kumbuka kuunganika kwa trust in God. mtumainie Bwana. Let's stand on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. Bend your head down for Inamisha the kichwa 2 chako minutes. chini kwa dakika 2. Baba wa mbinguni, kwa jina la We have Yesu spoken your word. tumezungumza neno lako. Father, may you bless us. Baba tubariki In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Teach us, oh God, Tufundishe Mungu to become your disciple. kufanyika wanafunzi wako. Help us, oh Father. Tusaidie Baba, Connect us, oh God, tuunganishe Mungu with the destiny helper in our life. tusaidie katika matendo yetu Connect maishani. these dear ones, oh Father. Unganisha hawa wapendwa, Provide for them walishe in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Father, I break every spirit Baba, of navunja kila poverty, roho maskini, every spirit of kila struggling. roho ya ming'ang'ano I refuse. na kataa. I pray the grace of God Naomba neema ya Mungu to come upon every one of us. juu ya kila mmoja wetu. In Jesus' name. Jina la Yesu. And everyone say amen. Kila mmoja sema amina.